za watu walipokuwa wakipiga kelele, akamwambia Musa, kuna kelele ya vita Maragoni. Akasema, hiyo si sauti ya watu wapigao kelele kwa sababu ya kushinda vitani, wala si sauti ya watu wapigao kelele kwa sababu ya kushindwa, bali kelele za watu waimbiao ndizo ninazosikia mimi. Hata walipoyakaribia marago, wakaiona ile ndama na ile michezo, hasira ya Musa ikawaka, akazitupa zile mbao mikononi mwake, akazivunja chini ya mlima. Asante. Tukianzia verse number 1 alafu tufike hapo. Tutakuwa nasema ukifuatilia from verse number 1. Kwamba watu walipoona Musa amekawia sana kwa mlima. Musa alienda kwa mlima pamoja na Joshua. Wakakaa kwa muda mrefu sana mlimani. Kwa siku nyingi sana. Na wakati huo Biblia inasema watu wakamwendea Musa, wakamwendea Aruni. Wakamwambia, huyo Musa hatujui ni nini imemtokea kule mlimani. Maana hatumuoni, na yeye ndiye ametutoa kule kwenye tulikuwa Misri, akatuleta hapa. Sasa ututengenezee Mungu mwenye atatuokoa, kutuelekeza kwenye nchi ambayo tunastahili kwenda. Maana hatuna Mungu sasa mwenye atatupeleka, hatuna mwenye atatuelekeza. Wakati Aaron alisikia hivyo, akamwambia watu, ni sawa, ikiwa mnamhitaji Mungu mwenye atawaongoza na Musa hayupo, endeni kwa wake zenu. Sikia, hawa ni the people, na the people wako na wives, the people wako na sons and daughters. Bwana Yesu asifiwe. Endeni kwa wake zenu. Sasa utajua the people ni wagani wenye walikuja kwa Aaron. Endeni kwa wake zenu, mchukue dhahabu zenye wako nazo, earrings zenye wako nazo, mtoe earrings pia kwa watoto wenu, na msilete hapa kwa. So wana wa Israeli earrings zao zilikuwa ni za dhahabu. Vitati vyavo vyali dhahabu. So hata hapo kama kuna vijana pia walikuwa na dhahabu, walikuwa na mikufu ya dhahabu, walikuwa na saa za dhahabu. So chenye wako nacho, wako na dhahabu, si kwamba dhahabu waende wanunue nayo kitu, hapana. Wako na dhahabu, maana hakuna kitu watanunua nacho dhahabu. Wao wako sawa. So dhahabu ni maridadi kwao. Haleluya. Sasa wakati walipoenda, wakafanya kila kitu kilichokuwa kwa wake zao, kwa watoto wao, wakaletea Aaron. Aaron akamold, akatengeneza mold ya calf, ya ng'ombe, ndama. Akayeyusha hizo dhahabu kwa moto, na akatengeneza mfano wa ndama. Akawatengenezea Mungu mwenye walitaka. Unajua kuna kitu kikiwa kwako, hicho kitu kuna kazi inafanya, lakini unaweza amua kikitoka kwako, kiende kiwe mold, kitakuwa Mungu. Kinaweza kuwa sanamu. So kuna pesa unaweza kuwa nazo, ukiwa nazo ni zako, ni mzuri kwa raha zako, lakini zikitoka zitengenezwe uweke kwa mikono ya Aaron. Ukidimani unataka Mungu, Aaron anaweza kutolea kama Mungu. Haleluya. So Aaron akatengeneza Mungu, na wakaanza kuabudu, wakachinja vitu, wakaanza kusherekea, wakiimba kwa sababu ya nini? Ya huyo Mungu. Wanataka huyo Mungu awaongoze. Mungu ambaye ni chenye walikuwa wamebeba kwa shingo kimebadilishwa. Chenye walikuwa wamebeba kwa mfuko kimebadilishwa. Hicho chenye uko nacho kikibadilishwa, kinaweza badilishwa. Kikibadilishwa, kuna sehemu ambacho kitachukua. Usiruhusu hiyo dhahabu ichukue sehemu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapo ndio Musa, wakati ako kwa mlima, Mungu anazungumza na Musa kwa mlima.
anamwambia huko chini kumeharibika, hao watu wenye nimewatoa. Alikamwambia hao watu wako. Sasa Musa akiwa na Mungu kwa mlima, Mungu anaambia Musa, hao ni watu wako. Hao watu wako wamekosa, wameanza kuabudu kwa mungu kingine kule chini, na mimi nitaenda kuwagonga hao watu. Musa anaambia Mungu, kwani hapana, hawa watu wako Mungu usiwagonge, maana ukiwagonga ukiwamaliza kule kwenye walitoka watasema umeshindwa na watu wako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amechoka, ameambia Musa, hapana, niwache mimi peke yangu. Musa anaambia Mungu, sikuache peke yako. Hata kama unataka nikuache peke yako Mungu ili uwe wawa, mimi sikuachi, hautaua hawa, lakini wacha nishuke. Mungu akamwambia Musa, shuka uende uone chenye kinaendelea. Na Joshua ako pale. So wakati Mungu ameambia Musa chenye kinaendelea, Joshua hajaambiwa chenye kinaendelea. So Musa anatoka kwa mlima na information fulani yenye Joshua hayuko nayo. Kuna ujumbe unaweza toka nao kwa mlima yenye mwingine hana, lakini mlikuwa kwa mlima moja. Ukaribu wako na Mungu ndio unategemea. Oh, haleluya. Haleluya. Kuna mtu mmoja aliniambia mahali huko anasikia kelele. Joshua anasikia kelele za watu wanaimba kama wameshinda vita ama ni nini, lakini Musa anamwambia hiyo sio vita. Maana Musa ako na information kutoka kwa nani? Kutoka kwa Mungu. Anajua chenye kinaendelea. Mungu ameshamweleza. Anatoka akijua. Musa alipofika chini ya mlima kuangalia, akapata hao watu kweli wanaabudu, wametengeneza ng'ombe na Aaron ndiye amewatengenezea. Akatupa hizo 10 commandments zote chini. Mara moja akavunja, akaangusha, zikatoka kwa mikono yake, akazitupa kutoka kwa mikono yake. Hivyo ndio Biblia inasema. Alizitupa kutoka kwa mikono. Yende huko. Maana hawa ndio nilikuwa naletea hizi. Alafu angalia kile ambacho wanafanya. Mungu mwenye amewatoa wamemwacha. Sasa wamechukua vitu vyenye wametoka navyo. Ndiye amekuwa Mungu. Tupa huko chenye nilikuwa nawaletea. Alipofika pale akauliza Aaron, Aaron unafanya nini? Nini hii yenye umefanya Aaron? Nimekuacha na hao watu waongoze, lakini angalia, badala ya waongoze, wamekuja kwako, wamekwambia watengenezee Mungu na umewatengenezea. Tena umewachinjia hapa sadaka. Unafanyia huyo Mungu sadaka. Aaron, ni nini baya na wewe? Hao nasema hapana, hao watu walitaka niambia niwatengenezee, maana kwenye umeenda. Aaron, hata kama nimeenda wewe umebaki. Sasa nimeamua kufanya kuwatengenezea. Musa akasema ni sawa. Akaenda akachukua huyo ndama wa dhahabu. Musa akasiaga, akachoma kwanza huyo ndama kwa moto, akasiaga, na wakati amesiaga imekuwa jivu, Musa akachukua hilo jivu akaweka kwa maji. Alipoweka kwa maji, akachukua hiyo maji akampa kunywa Mungu wenu. Wewe Musa alichukua Mungu wao akamchoma kwa moto, akamponda akawa jivu, akaweka kwa maji. Kaambia mlitaka kuabudu Mungu, mkasahau Mungu mwenye amewatoa Misri. Huyo Mungu mwenye mmeabudu, huyo Mungu mtamkunywa na uweka kwa maji. Kwa mtu mahali mnachota maji anaweka kwa maji. Kienda kwa nyungu zenu sijaye na Mungu wenu, mtakunywa huyo Mungu akae ndani ya tumbo zenu. Hiyo ndio Musa alifanya. Hebu weka soma kama umepata hapo. Uko hapo? Soma. And he took the calf they had made and burned it in the fire. Then he ground it into powder, scattered it on the water, and made the Israelites drink it. Kiswahili, and made the Israelites drink it. Aliwafanya wakunywe. Hakuna maji mengine watakunywa. Watakunywa maji ya sanamu. Akaitoa ile ndama walioifanyia, akaichoma moto, akaisaga hata ikawa mavumbi, akainyunyiza juu ya maji, akawanywesha wana wa Israeli. Haleluya. Ikiwa dhahabu yenye uko nayo kwa shingo lako ama kwa masikio, utaamua hiyo dhahabu kwanza kuiabudu na kuambia Musa akikutana na wewe utaikunywa. Utaikunywa kama Mungu.
utembeage na Mungu wako kwa tumbo. Haleluya. Hapo ndipo Musa alifikia. Hatutaendelea sana hapo, lakini kuna kitu nilikuwa nataka ujue hapo, ya kwamba hiyo sanamu ilikuwa ni takataka kwa Musa. Maana Musa akiangalia hii sanamu ya dhahabu na akilinganisha sanamu na Mungu, anaona hii sanamu kwa Mungu, sanamu ni takataka. Anaona hii sanamu sio kitu. Mnaabudu waje sanamu, mnaabudu waje dhahabu, ila hali kuna Mungu mwenye anashinda dhahabu. Ukiweka dhahabu hapa na uweke Mungu hapa, ukiangalia Mungu na uangalia dhahabu, dhahabu sio kitu. Oh, haleluya. So kwa vile mmeamua mwachane na Mungu, muabudu hii dhahabu, nitawaepea. Lakini chenye hata nimewabebea siwapia. Toka kwa mikono yao. Bwana Yesu asifiwe. Twende kwa Judges.